if it appears we will look like him because he is holy. So if it's to be holy, you have to be holy and be a holy believer because Christ himself is holy. To maintain your identity, you have to look like Christ. Christ himself is holy. You cannot be holy. You cannot be contaminated and say that you look like Christ. Christ is holy. For you to be like Christ, you have to be holy. Hivyo ndivyo ambavyo nimesema kwamba maintain your identity. What is your identity? Where is your identity? When you see the father of Moses, what he did is actually the same with what your spiritual father does. Because ameona kitu ndani yako, he has to make sure akipalilie kikuje kutokea. That's why nilianza kusema this is a father. Because many servants ambao wako hapa amewaraise. Wazazi wake Moses wangekuwa ni wale watu ambao wanasema castrators, Moses hangekuwa. Lakini try to understand this identity, your father. So I'm trying to speak with the sons of this house. Stand with your father. Sons of this house, stand with your father. Son is not only a man. Wale wote ambao mko hapa, wale ambao ni wana wake, msimame na baba yenu. You cannot go anywhere without your spiritual father. The grace that he carries is the grace that carries you to where you go. If you don't have a spiritual father, don't call yourself a minister. Because which grace are you working under? And look the baba ambaye anajua kulea ili nawe akufunze kulea. Usikuwe mwana wa baba ambaye ni muuaji nawe ukaenda kuua. So maintain your identity. Honor your father. Paul said you can have many instructors, but you have only one father. Alikuwa anamaanisha yeye. Sasa alikuwa anaambia hao wenzake, ni sawa unaweza ukawa na washauri wengi, lakini baba yenu ni mmoja, mimi. Because he understood there is something called sonship in the church. So when kuna level ambayo nimeonyesha hapo, sijui kama umeielewa, from the child to a son. Ndio maana nikasema you can be 8 years but still a child. And you can be below 10 and still a son. In the book of Luke tunasoma the two sons. Yule ambaye ni mpotevu na ule mwana mwingine aliyebaki. But for us Christian, many of the times tunaangalia ubaya wa huyu mwenye kutoroka nyumbani. Na tunasema kwamba msikuwe kama mwana mpotevu ambaye alitoka akaenda karibu mali. Bwana asifiwe sifa. Ukiwa umesahau ya kwamba ule ndiye mwana, that is the son. The other guy ni sawa alikuwa na umri wa kumshinda, lakini that is a child. This son knew that there is a portion in his father's house that belongs to him. Do you know that sons believe and sons deals with the future, but child deals with the present? What is that? A son thinks about the future. A child thinks about the present. That is why mtoto atalilia chakula cha masaa haya, lakini mwana atakuwa na savings za wakati mwingine. Bwana asifiwe sifa. So mwana akakuja akamwambia baba yake, nipe tu sehemu yangu mimi niende, because he believed there was a portion that belongs to him. Wakati alipewa ile yake akaenda karibu. But another thought of a son came to him, that my father still has akona mali, if I go there atanisamehe. Jambo la kwanza. Jambo la pili, atanipa kitu. Hata kama nitakuwa mfanyikazi, nitarudi pale. Wala sinapewa sifa. Amen. Sashi.
Acha tuone vile ambavyo ninakwambia huyu mwingine alikuwa ni mtoto tu, achali bila alifanya. Aliposikia ndugu yake amekuja, akauliza kelele za nini kimefanyika pale ama nini? Akaambiwa ndugu yako aliyepotea amekuja. Na baba yako amemchinjia ng'ombe, amemnunulia kanzu nzuri na amemfanyia kila kitu. Akakuja akakosa kuingia kwa nyumba. Bwana sababu sifa. Akakosa kuingia kwa nyumba kwa sababu huyu si anaenda na mali yake ameharibu. Sasa huyu hajui kama huyu anasema kile ambacho kiko kwa hii nyumba ni changa. Maana huyu alipewa chake akaenda. So chenye kiko hapa ni changa. In the book of Galatians 4 babu maandiko yanasema kwamba mwana kilicho kwa nyumba nini? Bado wewe ni mtumwa kama haujakuwa mwana wa kupewa kile. Bwana Yesu anapewa sifa. So akaambiwa ingia, akakataa. Wakati baba yake alitoka kumsihi, amwambie ingia tusherekee, ndugu yako aliyepotea amerudi. That guy alisema kwamba baba, nimekuwa na wewe siku zote mahali hapa na haujawahi nichinjia ndama, haujawahi nifanyia sherehe kama hii. Lakini wakati mwanao, is not his son again, is not his brother again, your child, your son, this your son, when amekuja umemfanyia hii sherehe yote. Bwana anapewa sifa. Try to understand what I'm speaking about. Identity. Your identity in Christ. If you sin and you come back to Christ, He will receive you. Bwana anapewa sifa. So mwana akaelewa kwamba mimi nikirudi kwa baba nitasamehewa na nitapata mahali pa kuishi. Lakini yule ambaye ako pale, kile ambacho kiko pale ni chake sawa, lakini hajafikia umri wa kupewa, ni kwa sababu yeye bado ni mtoto. Ndio maana anasema when this your son comes, umemfanyia hizi, lakini nimekuwa hapa wakati wote na hakuna kitu ambacho umenipea. Bwana tunapewa sifa. I was speaking about the life in church. That is why nilianza kuambia where is your identity. Watu katika kanisa ni watu kama wale vijana wawili. Kuna mtu atakuja hapa awe mwana, na kuna mtu atakuja hapa akuwe mtoto, na huyu mwana atapewa sehemu yake na Bwana na ataenda naye na atafanikiwa. Ikiwa hataitumia vibaya ile sehemu, atarudi tena kwa baba. Kama mwana pia apewe tena yeye. Bwana tunapewa sifa. Lakini wana ama watoto ni wale ambao wako kanisani wakati kumeingia mtu ambaye ndio wakati amemgeukia Yesu. Unajua when a person is saved, when he comes in the church, treat that person with a lot of love. Don't treat that person kama mnampiga. Msikae vitundu hivi kumsengenya ule mtu. Bwana tunapewa sifa. Hata akikuja ametoboa mpaka mapua, pendeni yule mtu. As come with the former trend. Hajui kama hii sio trend ya kanisani. It's your work as a minister to sit down na huyu mtu. Mwambie kwamba hapa tuko hivi na hivi, tuko hivi na hivi. Utakuwa umempea kitambulisho. Bwana tunapewa sifa. But if that individual comes, na akifika, kwa mfano amefika, amevaa vile alikuwa akivaa kwa ule ulimwengu mwingine, na anakuja kanisani. Ukapata hakuna mtu wa kumkumbatia, kumkaribisha, watu wanakaa vitundu hivi, wakati mchungaji anahubiri anapeana mfano, anasema msivae kama yule dada, msivae kama yule kijana. Huyo mtu siku nyingine hatakuja, atarudi kule ametoka, because there is love kule ambako ametoka. Bwana tunapewa sifa. Amen. The love that inakuwa na kwa mfano prostitutes, tukiweza kuwa nayo sisi wa Kristo, wacha nikwambie tunaweza na mbali sana. Bwana tunapewa sifa. Amen. Because those people live in a life that of unity, umoja. Hata wale pale saba nenda chokoza mmoja ndio utajua. Bwana tunapewa sifa. Why? Because they have the unity. What happens when it comes to believers? When a believer is in need, that is your son, that is your brother, that is your sister. Help that individual through the identity that you share. Bwana tunapewa sifa. There is the identity that you bear.
treat that person with love. Usianze kusema hiki kimtu kilikuja na kikanipata hapa na pastor amekipa madharau kihubiri.